Bwana Yesu asifiwe, ndugu mtazamaji. Kwa jina naitwa Mwinjilisti Zamoyoni Oyagiro kutoka usharika wa Ilula na mtaa ule wa Sinai. Napenda nikukaribishe kwa ajili ya tafakari ya neno la Mungu linalopatikana siku hii ya leo, linalopatikana kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango ule wa 6 mstari ni ule wa 5. Kabla ya yote ninaomba tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth uliye hai, jemedari wa majemedari, Mungu mwenye nguvu, tunakualika kwa ajili ya siku hii ambayo imepata neema na kibali mbele za uso wako. Tunakamata mipango yote ya yule mwovu shetani na kila hila za shetani zikapate kunyamaza. Lakini tunaposihi Roho Mtakatifu, tunakualika wewe, kumbuka kwa ajili ya maisha yetu, mfalme wa mbingu na nchi, kwa sababu hatuna mwingine wa kumwendea isipokuwa wewe. Na wewe Bwana ulisema katika Isaya 43:26, unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako ili upate kupewa haki yako. Mungu, ni haki yetu kusikia tafakari ya neno la Mungu na siku hii ya leo. Tafakari pamoja na sisi, aza nasi Bwana, ukamalize pamoja na sisi. Ni kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Utukufu na heshima tunakupa wewe, kwa sababu ni Mungu na usikie. Amen. Basi ndugu mtazamaji, kama nilivyosema, nikukaribishe kwenye somo la siku hii ya leo lenye kichwa cha somo kinachosema fahamu namba kibiblia. Fahamu namba kibiblia. Tusome neno la Mungu kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango ule wa 6 mstari wa 4 na wa 5. Nitasoma kwa Utatu Mtakatifu. Sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Kama nilivyosema, Mungu amesema tumpende yeye. Neno la Mungu linatupa tu utangulizi wa kwamba hakuna mtu mwingine ambaye tunayeweza kumpenda isipokuwa Mungu. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kwa kuwa Mungu anajitambulisha na kiongozi anatuambia fahamu namba kibiblia. Tukianza na namba moja, namba moja ni sehemu mojawapo ya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo namba moja ni nafasi ya Mungu na hakuna mwingine zaidi ya Mungu kwenye nafasi ya namba moja. Kwa nini ninazungumzia nafasi ya namba moja? Kwamba hakuna mwingine anayeweza kujitosheleza kwenye namba moja isipokuwa ni Mungu tu peke yake. Mimi na wewe, hata kama ingetokea, hatuwezi kuichukua nafasi ya Mungu, isipokuwa Mungu ndiye mwenye uwezo wa kuchukua nafasi kubwa kwa mwanadamu. Hivyo basi, kama mimi na wewe tunatambua ya kwamba namba moja ni Mungu, tumche yeye, tumheshimu yeye, lakini pia tuwe watu wa ibada, tukitambua ya kwamba Mungu amechukua nafasi ya kwanza kwetu sisi wanadamu. Kwa hiyo ili tutambue ya kwamba nafasi ya Mungu ni kubwa, basi mimi na wewe ni lazima tuwe watu wa ibada. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lengo la nafasi ya Mungu kwamba Mungu ni namba moja. Kwa nini Mungu ni namba moja kibiblia? Hii ni namba ya Mungu inayosema utosherevu. Mungu yupo peke yake. Yeye ni mmoja na anajitosheleza yeye kama yeye. Hakuna mwingine au hakuna mwanadamu awezaye kujitosheleza isipokuwa Mungu peke yake. Kwa hiyo inatupasa kumwabudu Mungu kwa ujasiri, pasipo uoga au wasiwasi. Mimi na wewe tunapaswa kumwabudu Mungu kwa ujasiri. Tusiwe na oga kama wengi wao walivyo na oga. Wanatamani kumwabudu Mungu kwa njia za vificho. Wanatamani kumtumikia Mungu kwa kuficha mafichama. Watu wa Mungu, siku hii ya leo tusiwe watu woga kulitangaza neno la Mungu au kumtangaza Mungu
kwa sababu yeye amejitosheleza kwetu. Ikiwa yeye ndiye anayejitosheleza kwetu, anasema tusiogope. Kwenye Yeremia 1:8 anasema usiogope kwa ajili ya hao, mimi nitakuwa pamoja nawe ili nikusaidia, sema Bwana. Kwa hiyo Mungu anatamani wale wanaolitaja jina lake waondoe wasiwasi, waondoe woga, waone ya kwamba waliye naye ni zaidi kuliko kitu kingine chochote kile. Kwa hiyo ni lazima uwe una uhakika ya kwamba unapomtaja Mungu usimtaje kwa mashaka, mtaje kwa ujasiri, kwa sababu yeye ndiye tumaini lako. Yeye ndiye njia pekee itakayokusababisha wewe uweze kufika mbinguni. Hivyo basi, mimi na wewe tunao wajibu wa kumtangaza Yesu kwa ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Tuondoe wasiwasi, tuondoe oga, tuone ya kwamba Mungu alikwisha kulimaliza kila jambo ambalo linaloweza likasimama kutaka kuleta hofu, wasiwasi. Kwa mfano, mtu anaweza kapitia kwenye changamoto fulani, ile changamoto inampelekea hata kuacha ibada, ile changamoto inampelekea kukosa amani, ile changamoto inampelekea aone ya kwamba yeye hastahili tena kuchangamana kwenye jamii. Mtu wa Mungu, tambua ya kwamba Mungu yupo kwa ajili yako, na tatizo ulilonalo haliwezi likamalizwa na mwanadamu. Mwenye uwezo wa kulimaliza tatizo lako ni Mungu peke yako. Kwa hiyo kitu cha msingi, weka tumaini kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia jambo la pili, tunazungumzia namba 2. Hii ni namba inayotupa ushahidi wa Kristo alipowachagua wanafunzi wake wengine, wale 70, wanafunzi wake wale 70 aliwatuma wawili. Tukitazama katika Injili ya Luka sura ile ya 10 mstari wa kwanza. Luka 10:1. Basi baada ya hayo Bwana aliweka wengine 70, akawatuma wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana katika safari yoyote unapoianzisha, usianze safari peke yako. Tambua ya kwamba unapoianza safari, moja, Yesu yuko pamoja na wewe. Lakini ikiwa Yesu yuko pamoja na wewe tambua ya kwamba unapaswa kuwa na mtu mwingine ambaye atasimama hata kama kuna jambo lolote linatokea, atasimama kwa ajili ya kukusaidia. Atasimama kwenye hiyo nafasi kuhakikisha ya kwamba hata pale unapochoka yuko tayari kukutia nguvu, kwa maana ya kwamba anakuinua. Manabii wawili wanaosoma katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 11, ambao Biblia inasema watatoa unabii wao siku 1260, yaani miezi 42 pale Yerusalemu, wakiwa wamevaa mavazi ya magunia. Ukitazama katika Mwanzo 41 mstari ule wa 32, utakuta namna neno linavyokueleza na namna linavyokuweka wazi juu ya wale manabii waliokuwa wamechaguliwa, kwamba ni muhimu sana unapokuwa umechaguliwa. Tunazungumzia kama tukianza kama namba 1 haina na tofauti sana na namba 2, kwamba namba 1 inaweza ikawa ni namba. Sasa kuna namba za kawaida na kuna namba za Mungu. Yawezekana kwamba ninapozungumzia namba ya kawaida mtu anaweza sielewe. Tunaweza tukazungumzia namba za mtu anapokuwa amezaliwa, tunaweza kusema huyu ni mzaliwa wa kwanza kwa sababu amechukua nafasi ya kwanza, na akizaliwa mzaliwa wa pili tunaweza wakasema ni mzaliwa wa pili kwa sababu ni mzaliwa wa pili. Lakini tukizungumzia namba kibiblia